you know, mimi nimesoma. Tena nimesoma na wazungu. Unasemaje, mnanichukuliaje nini? Huu mji wote huu, sidhani kama kuna mwenye elimu ya kunifikia mimi. Mavi ajitokeze kama anaweza kushindana na mimi. Mimi naitwa katika maofisi makubwa nenda kufanya mahesabu. Yo mtu anakuja mnanizalau kizembe eti kisa pombe. Kama kunywa tunakunywa wote, nyinyi mnakaa muda wote. Profesa gani unakunywa pombe? Profesa gani unakunywa pombe? Who are you by the way? Ubabinyo. Habari ya uzima. Sasa eti wananichukulia mie kama boya. Wananiona mie kama lofa, bwege mtozeni. Mimi na elimu yangu. You know what I'm saying? Nani wa kushindana na mimi? Kwa sababu tunashinda pamoja, tunakunywa pamoja, ndo mnaleta zalawe. Nani zalau mimi? Mbona pombe tunakunywa wote? Mister, habari ya uzima? Salama. Natumani unaendelea vizuri kabisa. Nilikuwa napita nikawa nasikia profesa. Hatimaye nimekuona profesa. Uko vizuri kabisa kwenye utaalamu wako. Usiseme profesa tu. Sema profesa gogo la choo alwatani mwenye ubora wake. Nimeona vingi, nimevumilia mengi. Na degree mimi. Hivi dada yangu, mbona rafiki yangu anatumia nguvu kubwa sana kukupata wewe? Lakini hutaki kumuelewa, shida nini? Tatizo la rafiki yako, yani kiufupi mimi sijamuelewa kabisa. Anajitahidi sana kuneka katika engo zake. Ila mimi simpendi. Feti, angalia mtu anayekupenda. Usiangalie mtu ambaye unampenda wewe. Unajua mtu ukimpenda wewe, kukunyanyasa wewe ni rahisi sana. Lakini mtu akikupenda unamuendesha vile jinsi unavyotaka. Kwa sababu mshikaji analalamika sana, anatumia kila kitu. Anafanya kila njia. Lakini wewe uelewi. Sawa, mimi sijapingana na maneno yako. Unachokiongea ni kweli kabisa. Ila hata yeye pia ni mwanaume. Mimi nakupenda wewe. Unasemaje? Sasa cha ajabu nini? Rafiki yako ni mwanaume na yeye ni mwanaume. Yaani mimi hisia zangu basi naomba tu niziweke kwako. Mimi nakupenda. Hebu nisikilize. Hebu jaribu kumfikiria mshikaji. Mshikaji anahangaika kwa ajili yako. Unielewa? Halali. Yaani mpaka nimekuja hapa ameamua kunituma mimi. Yaani anaona kama yeye kashaanza kushindwa. Hebu mfikirie kwa jicho lingine. Kwa naomba nikuulize, kwani shida nini hapa? Yaani wewe mpaka unapata nguvu ya kuja hapo kumkuadia rafiki yako kwamba hata wewe pia ulikuwa na uwezo wa kunikubali. Kwa hiyo kama wewe unaona huwezi kunikubali, basi hata rafiki yako pia simtaki. Kwa hiyo peleka tu salamu kwamba nimemkataa. Sio kama mimi siwezi kukubali. Mimi nina mke Feti. Siwezi kuwa na wake wawili, Sasa cha ajabu nini? Kwamba yeye ni mwanamke na mimi ni mwanamke, kila mtu ana nafasi yake. Kwa hiyo ni maamuzi yako, kunikubali au kuendelea na mke wako. Lakini mimi sijajia hilo. Mimi nimekuja kwa niaba ya rafiki yangu kwamba umkubalie. Sasa hayo mambo mengine unaleta kwamba unanipenda mimi, unanifanya mimi tayari nina mke. Na siwezi kuwa na wake wawili. Kumbe. Basi umeonesha misimamo yako, hiyo ni misimamo yako kwamba unataka kuendelea na mke wako unitaki mimi, si ndio? Basi hata rafiki yako mimi simtaki. Kwa hiyo peleka jibu kwamba simtaki na nimemkataa. Kumbuka Feti, hujaolewa. Unamkataa mwanaume hujui nia yake nini. Unajitia laana wewe mwenyewe unajua. Kama ni laana, acha tu nipate kaka yangu. Lakini sio kwa yule rafiki yako. Yaani katika moyo wangu hayupo na sijamfikiria. Kwa hiyo mimi naona kama hilo ndio lilokuleta na kazi nachukua nikapike. Kwa kama kuna lingine tuongee, kama hamna mimi ninge zangu nikaendelea na kazi zangu. Kwani ana shida gani, ana tofauti gani? Mbona yuko fresh tu? Anavaa vicheni. Umeelewa? Saa nzuri. Mbona ni samboy tu yule? Shida iko wapi? Nadhani umenielewa. Nilichokiongea nimeongea Kiswahili kabisa kimenyoka. Kuvaa cheni, kuvaa vizuri sio mambo yangu. Kwa hiyo peleka tu salamu zangu. Tutaonana siku nyingine.
wanakulitafuta mwana kulipata. Hii bahati usichezee. Oh. Utakuja unampenda wewe saa kupendi. Afu unampenda wewe tayari ana mke mwingine. Ndio unabaki unalialia peke yako. Unataka mwanaume gani? Mwanangu naye kuja na swaga gani? Nipenda mimi na mke. Siwezi kuwa na wake wawili. Alafu kumkubalia ni ugomvi na rafiki yangu. Penzi ni kama kubatisha tu, kisha mpata anayekupenda tu, utulie naye. Kwangu mimi yanitoka machozi nilipofungwa moyo kumpenda huyu binti. Mapenzi kama kamali ajali. Mimi nachekesha au si? Mimi nafurahi tu jamani, kwani kuna dhambi sasa hivi mtu kucheka? Yaani umetoka huko ulikotoka hadi unakuja kufurahi hapa. Nafurahi kwa sababu nimeachwa, utakwi kaka. Afu mtoto wewe. Hivi unajua hata nilikuwa nikikuangalia pale kwani unakuwa unaleta mambo ya kiwaki sana unajua. Sasa sikia, mimi usinichukulie poa. Mimi ni mtu mbaya kuliko unavyofikiri. Yaani mimi niko serious hapo naleta utani. Asa ubaya wako ulishindwa kuonesha siku ile hapo unaweza kunionyeshia. Kwa mimi unaona mimi na wewe tunafanana au sio? Bora hata tungefanana kaka. Sasa sikiliza wewe. Hapa mimi naweza nikakubeba nikakupeleka magetoni nikakusaula nikakubaruza nikamaliza nikakuacha na hakuna chochote kinaweza kutokea. Kumbe nao unaongea. Kwa hiyo unaanza mimi nafanya utani. Unaona mimi nafanya masiara, si ndio? Sijasema naenda masiara. Profesa, mimi kufika hapa naweza nikasema kwamba ni neema ya Mungu na pia ndoto zako nadhani zitafika. Nikitizama kabisa kuna namna fulani ambavyo wewe umechezewa. Nikiangalia nywele zako, nyayo zako, kuna mahali zimechimbiwa na wakuu wa giza. Sasa walikuwepo maprofesa wakubwa kwenye hii dunia. Sometimes yawezekana wakawa nazidi mpaka wewe. Yawezekana wakawa nazidi maarifa yako, lakini wote hawapo katika ulimwengu huu. Na wamesoma hawapo. Na kusikiliza kwa makini sana Pastor. Ila ujio wangu ni mkubwa sana kwa ajili yako. Kwa ajili ya kuokoa kizazi chako, kwa ajili ya kuokoa kazi yako, kuokoa maisha yako. Tukisoma katika kitabu cha waraka wa Yakobo sura ile ya kwanza mstari wa 21. Neno la Bwana linasema kabisa wazi juu ya wokovu wa kumwokoa mwanadamu, kumjua Mungu. Nataka nikwambie Profesa, wewe umesoma sana, lakini kuna namna ambavyo maisha yako yamebadilika. Na nikitizama mwelekeo wako wa maisha yako, hauwezi ukawa sawa, lakini mwokozi ni mmoja tu, Yesu Kristo aliye hai. Kama utakubali Yesu Kristo akuokoe, na maisha yako yatabadilika, na kazi yako itarudi, familia yako itasimama, watoto wako hawatakusumbua, ndoa yako haitakusumbua. Kama vile kitabu cha Yoshua 1:5, neno la Mungu linasema hapata kuwa na mtu yoyote atakayeweza kuigusa familia yako, atakayeweza kugusa familia yako, atakayeweza kugusa watoto wako, kazi yako, biashara yako. Kwa sababu Mungu kama alivyokuwa pamoja na Musa, ndivyo atakavyokuwa pamoja na wewe. Thank you, Professor. Unavyoniona mimi nakunywa pombe, sio kama napenda. You know? Nakunywa pombe kwa sababu mapito no yapitia mimi. Nikikupa wewe, hutotembea nayo hata watu watatu. Mimi nimesoma. Mchungaji,
Mimi nimesoma na degree. Elimu imelala kwenye kichwa hiki. Lakini kila ninapotafuta kazi naonekana mjinga. Naonekana bwege mtozeni. Wananiona kama lofa. Lakini ninatembea na utajiri wa elimu katika kichwa changu. You know what I'm saying? Profesa, neno la Mungu linasema kama milima inavyoizunguka Yerusalemu ndivyo Mungu anavyozunguka kwenye maisha yetu. Hivyo kabisa unachokizungumza kiko sawa, na nataka nikwambie kuanzia leo, kama utamkubali Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kila kitu kitakaa vizuri. Maana yeye anakwambia jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mnyenyekevu na mpole wa moyo. Fine. Uko tayari kumpokea Yesu Kristo Bwana Mwokozi wa maisha yako? Nashukuru sana. Unaweza ukapiga magoti sasa, ili nikukabidhi kwa Mungu. Baba, katika jina lako Yesu Kristo aliye hai, tazama namleta mkononi mwako baba huyu Profesa, maana na uhitaji na wewe. Profesa, na utanifatisha haya maneno. Sema, Bwana Yesu. Bwana Yesu, nimekuja mbele yako. Nimekuja mbele yako. Mimi mwenye dhambi. Mimi mwenye dhambi. Naomba unisamehe dhambi zangu. Naomba unisamehe dhambi zangu nilizozifanya katika ulimwengu huu wa leo. Nilizozifanya katika ulimwengu huu wa leo. Naomba uniandike jina langu. Naomba uandike jina langu katika kitabu cha uzima. Katika kitabu cha uzima. Ufute jina langu. Ufute jina langu katika kitabu cha hukumu. Katika kitabu cha hukumu. Baba Yesu Kristo aliye hai, tazama kama ulivyozungumza katika kitabu cha Yoshua 1:5. Ulikuwa wazi kabisa, mtu yoyote atakayekiri dhambi zake utamheshimisha, utamuokoa, utamlinda na wabaya, utamlinda na waovu, utamlinda na mataifa yote ya kuzimu. Namleta mikononi mwako Profesa huyu, uweze kumuinua katika viwango ambavyo ni vya juu. Muinue katika viwango ambavyo sio vya kawaida. Ninaepusha roho za ajali zinazomnyemelea katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Oh, sataribu siri. Neno lako ni kuu kupita majina yote. Muinue kijana, muinue baba huyu, inua familia yake, inua watoto wake. Maana neno lako linasema akilie dhambi ataishi katika usalama, ataishi katika uwepo wako. Mungu, namweka mikononi mwako, mfanye kuwa wafu sasa, ili yaishi maisha yake, ili nyayo zake zilizochukuliwa zikarejeshwe kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai. Umeponywa sasa. Profesa, nataka kujua mambo matatu kupitia wewe. Kwa huu mtaa unakaa maeneo gani? Hapo tu Bondeni. Bondeni, sijajua Bondeni maeneo gani? Nyumba ya 3 kutoka hapa tu.
nyumba ya mzee Juma, inayofuata ndo ya kwenu? Okay. Profesa, nikushukuru sana. Na mimi nitakutembelea kila siku ili kuendeleza kujua hali yako inaendeleaje. Kiukweli ukimkubali Yesu Kristo na Mwokozi wa maisha yako, umechagua njia ambayo ni njema kabisa, ambayo itakuokoa na itakufikisha katika sehemu ambayo wewe mwenyewe utaona matunda yake. Asante sana Profesa, unaweza ukanyanyuka sasa. Ubarikiwe na nikuache ukiwa salama kabisa. Naona kama maombi yamefika mahali pake. Pombe zimeanza kukatika sasa. Wewe bwana utaendelea. Thank you. Shemeji. Shemeji niambie. Safi, mambo vipi shema? Safi, za kwako? Safi, za siku mbili tatu. Mungu ni mwema, sijui wewe. Nashukuru Mungu. Mimi naelekea hivi. Vipi dadako yupo? Dada yupo. Hivi huko ndo nyumbani? Yeah, mimi naishi tu mitaa mbele mbele kule kwenye mashine ya kusaga kule. Yes. Okay. Ambako naishi kule. Kwa sasa hivi unaelekea nyumbani? Yeah, naenda kumuona dadako maana siwezi kabisa kuvusha siku bila kumuona. Unajua shemeji wewe ni handsome. Kweli eh? Kweli wewe ni handsome. So na vitu hivyo anapofanyia dada ni vitu viwili tofauti kabisa. Unajua kuna wakati naweza nikasema ni kama nayataka mwenyewe kwa sababu vile naenda yaani niko razi hata akimtukana, akimfanya chochote ila nadi tu niweze kumuona. Ni kweli shemeji, lakini ninachoweza kuomba yani mke mmoja kidogo, yani kama wiki 2-3 hivi ajifikirie. Ndo unaenda kumuona. Maana sasa hivi kitu chake kijatulia kabisa yani. Unaona kama hivyo anavyopaka lipstick, anakuvalisha kigauni, afu kijiangalia. Shemeji, so sijui nikwambie vipi shemeji ile unielewe. Mimi nakuwa naumia sana yani, nashindwa tu kukwambia shemeji yangu. Na leo nashukuru tulipokutana hivi nimeweza kukwambia. Nashukuru kwa kuwa umeniambia, umenishauri, lakini sawa, acha kwa leo mimi nipate ushauri wako maana inawezekana kuna ulichokiona nyumbani ndio maana unanishauri leo nisiweze kufika. Kweli? Yes. Sasa hivi ulikuwa unaelekea hivi tu basi hivi. Wewe unaenda? Mimi naenda hapo mbele. Sawa. Twende tuongozane. Okay. Na Tafeti, naitwa na nani? kuna kaka mgeni pale anakuita. Mgeni? Ndio, wewe twende. Wewe. Unaenda? Nenda kwenye pasha. Umemwaga nani? Shida na kwa. Geuka. Wewe unaenda kwenye pati na marafiki zako mgongo uko wazi, si ndio? Lakini mbona ndefu tu? Huo mgongo unaenda kumuonesha nani? Sasa kuna shida gani? Yaani wewe unashindwa kunihudumia mimi.
unashindwa kunishughulikia mimi, unawaza pati, si ndio? Yaani umeanza sasa. Lakini nimekuaga naenda kwenye pati na marafiki zangu. Haya, umeniaga sana. Sasa hivi Unaniaga, unanipa taarifa. Unaenda wapi? kwenye pati. Nadai haki zangu mimi kila siku. Kulala na mimi hutaki, nikikushika umechoka, nikikugusa sisi unaumwa, saa hizi umejiandaa, umevaa mgongo wazi, unaenda kwenye pati. Wewe una akili kweli wewe? Sasa mimi naenda kwenye pati toka nivae gunia. Hii ndio ngumu, tunaenda kwenye pati unaonekana. Nataka nivae gunia ndio ulizike au dera. Ili nijikwae huko. Mzangu niache. Hiyo sio utajua mwenyewe. Chakua nishapewa niko hapo chukua huko. Hivyo jeuri ya kunijibu unaitoa wapi wewe? Nilishamwambia fukuza ndugu zangu. Ndio maelewano yawepo huko ndani. La sivyo. Moto moto. Wewe unaniambia mimi moto moto? Utajua mwenyewe mimi nihusu. Unasemaje wewe? Wewe. Ndio nini sasa nakuita afu nakimbilia nje? Mimi naenda kwenye pati. Unaenda kwenye pati umemwaga nani? Mimi ningekuwa sijakuaga sawa lakini nimeshakupa taarifa. Wewe umeniaga umenipa taarifa. Wewe umenikuta nimekaa pale unatoka tu mgongo wazi unaenda kwenye pati. Unaenda kwenye pati ya nani? Bwana mimi naenda. Sikuogopa wala unitishi. Wewe nisikilize, rudi ndani. Oya blaza, anakujibuji kama hivyo ude. Penzi ni kama kubatisha tu, kisha mpata anayekupenda tu, utulie naye. Kwangu mimi yanitoka machozi nilipofungwa moyo kumpenda huyu binti. Mapenzi kama kamali, ajali ananiumiza yeye, ajali majibu yote anatoa ili mradi kunikela. Mapenzi yamenipa kovu